Ninakusalimia tena kupitia jina la Yesu, na nina imani kabisa kwamba ubuheri wa afya, na tunaendelea kuzungumza mambo mengi na mema ya usuyo maisha yetu ya kila siku, na kwa sababu imempendeza Mungu kutupatia nafasi ya kuendelea kuwepo katika ulimwengu huu. Kwa hiyo bila shaka kuna makusudi yake yeye, kwa sababu ndiye aliyetuweka katika uso wa nchi. Sasa nikawa nimetulia tu hapa na nikaanza kutafakari mambo mbalimbali ambayo kimsingi yanatuhusu sana, lakini pia tumekutana nayo na tumekuwa tukisimuliwa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimenifikirisha sana. Sasa nikasema hebu ngoje nitafakari na wewe, pengine katika muda huu, popote pale unaponisikia, naweza kutafakari pamoja. Yani ni hapa mfano wa Bwana Yesu. Naomba ufunue na mimi kitabu cha Marko na sura ile ya 4, na hata kama tukianzia tukianzia mstari wa kwanza twende mpaka mstari wa 10, inatosha tu kutafakari. Sasa kama umeshika Biblia yako au haijalishi ni Biblia au ni smartphone, kwa unaweza pia ukaangalia hapo kwamba utaona hapo mpanzi yeye alienda kupanda mbegu, na hizo mbegu zilikuwa za aina moja. Lakini cha kushangaza, huyu mkulima bwana, au mpanda mbegu au mpanzi, yeye bwana alikuwa tu anapanda tu, anamwaga mbegu pasipo kujali eneo gani unalopaswa uweke mbegu. Yeye anaweka tu mbegu. Sasa bwana, kilichonishangaza, zile mbegu bwana ziliangukia maeneo matatu. Eneo la kwanza ilikuwa penye mwamba, yani pasipo na udongo mwingi. Sasa hapo maandiko yanathibitisha kwamba mara baada ya jua kuwaka, zile mbegu zilinyeuka kwa sababu tu hazikuwa na kina kirefu cha mizizi, kwa mbegu zilinyauka. Lakini mbegu zingine ziliangukia penye miiba. Sasa wakati zinaota, na ile miiba pia ilikuwa inazisonga au inazibana, na hapo ndipo tunakumbuka ile theory wanasema survive for fittest, kwamba utaishi kulingana na nguvu yako ya kupenya. Maana yake kwamba you grow up somewhere, lakini the area itself does not support you as such, because it depends how strong you are, because there is a
competitions. So the same na hata na hizi mbegu. Sasa mbegu hizi zilimwagwa kwenye sehemu ambapo kuna miba. Kwa miba ilizisonga. Hasa katika kuzisonga tunaona kwamba wala hazikuweza kukua katika afya inayostahili. Sasa lakini mbegu zingine ziliangukia katika udongo mzuri. Sasa nijaribu kuwaza hizi zilizoangukia kwenye udongo mzuri, maandiko yanasema au mfano unasema kwamba hizi ziliweza kuota vizuri, na moja ikazaa 30, nyingine 60, nyingine 100. Hasa zile mbili zile hazikuzaa chochote, lakini zilimea. Sasa nikatafakari, kwa nini mpanzi yeye alipanda tu ili mradi kupanda? Na kwa nini asingeziweka basi kwenye udongo mzuri? Why hazikutakiwa kuwa kwenye udongo mzuri? Kwa nini zilitupwa tu popote ili mradi? Sasa kosa la kutokuzaa ni la mbegu au ni la mpanzi kwa kutojali maeneo? Sasa hapo nafikiri ndugu yangu hapo umeweza na wewe kutafakari kama walivyo tafakari watu waliosikia mfano huu. Kwa ndipo pia sasa nataka tusome mstari wa 10. Hiyo Marko 4 na mstari wa 10. Hao bwana kwa sababu hawakuelewa wakamfuata Yesu. Akasema, mbona hatuelewi hapa? Kama vile ambapo mambo mengi yanakuchanganya, lakini badala uende kumuuliza mwenye kuyasema, wewe unaenda kumuuliza binadamu wenzako. Badala ya kuweka kikao na Bwana Yesu akufafanulie, kwa sababu vitu vingi vimefundishwa kwa mifano, na hata wakuweko wa dini wanaweza wasielewe baadhi ya mambo kwa sababu yamezungumzwa kwa mifano. Na kwa sababu ni kwa mifano, inahitaji kumbe utulivu mkubwa ili upate kuyaelewa hayo mambo, na tena ukihusisha ubongo wa ndani au akili ambayo haijawa brainwashed. Kwa sababu unaweza ukasema wewe unamcha Mungu, lakini kumbe akili uliobakiwa nayo ni akili ambayo tayari imekwisha kuchakatwa kwa milengo ambayo sio ile ya kimungu. Kwa hiyo akili yako inaweza ikawa ni brainwashed, na hata unachokifundisha au na hata unachokielewa ni kile ambacho kimechakatwa na waliokufikishia huo uelewa kulingana na utashi na matakwa yao. Na niseme tu kwamba tunaishi kwenye ulimwengu ambao yani usipokuwa makini mno utasikia sauti na radi na ngurumo na ukazani kwamba ndicho unachopaswa kukisikia, lakini kumbe kuna wakati ukitulia zaidi utaisikia sauti inayozungumza ndani mwako mwenyewe, itakusaidia sana. Kwa hiyo na hiyo sauti ukitaka uisikilize na kuifata
na kuifata kadri inavyokuelekeza, utakuja kugundua kwamba umepoteza muda mwingi sana. Ni bora ungekuwa ukiisikiliza. Na hii sauti ukijua, na namna ambavyo inazungumza ukajua, na namna ya kusikia ukajua, na kuhakikishia hata uwapo sehemu zozote, hata kinapofundishwa chochote, wewe uelewa wako utaelewa kwa namna ya ajabu sana, isiyofananishwa na wengine watakavyoelewa, kwa sababu tu unaishi na ile sauti inayozungumza ndani mwako mwenyewe. Naona? Kwa hiyo ni rahisi pia kupambanua zile roho kulingana na asili ya hizo roho. Are you together? Sasa, okay. Nisiendelee kuongea huko. Naomba nizungumze tu hapa. Naomba nizungumze hapa. Hii 10 anasema, naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari za ile mifano. And when he was alone, they that were about him with the 12 asked of him the parable. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God, but unto them that are without, all these things are done in parables. Ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. That saying they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand, lest at any time they should be converted, and their sin should be forgiven them. Akawambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? So hapa Yesu anasema kwamba kama mfano huu mwepesi hamjaujua, sasa je, what about those parables that I had given you before? So what about them? If you do not understand this a very simple parable, kabisa anazungumza. Sasa akawambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. The sower sowed the word. Kumbe kilichopandwa ni neno. So the same seed, but in a different place, or in the different years. Naona? Lakini mbegu ilikuwa ni ile ile. Ni neno la nani? La Mungu. Lakini the way you perceive it, it's quite different from one to another. So the way I receive the same word will be very contrary or very different from other people, the way they receive the same word. Sasa unaweza ukaona kilichopandwa na mpanzi ni neno la Mungu au neno la ufalme, lakini in a different perception. So niseme kwamba nisemaje, mkoja nitafute Kiswahili kizuri. Yani
yani niseme kwamba yani kwamba uelewa unategemeana sana na kiwango cha ufahamu juu ya dhana inayofundishwa. Kwa mfano kama ninapozungumzia issue za maybe niseme kwamba issue za labor. Ninapozungumzia issue za labor kwa mwanamke ambaye hajawahi kuzaa au hajawahi kwenda labor, manake inakuwa ni kama vile story simulizi nahitaji, yani ni kama vile kwamba unasimuliwa, lakini huku unajenga picha ya dhana kulingana na hicho kinachosimuliwa, lakini hujawahi kufika maeneo yale. Lakini inapozungumzwa hizo habari kwa mwanamke ambaye tayari amekwisha kuingia reba, kwamba anakuwa anajua, na hata kile ambacho alichokuwa haelewi vizuri ni rahisi pia kukidodosa na akapata uelewa mzuri. Ndio maana hata wakati tulipohudhuria kwa mara ya kwanza mimi na mke wangu kliniki, mke wangu alikuwa anaulizwa kwamba au kwenye kadi wameandika kwamba hii ni mimba ngapi. Je, na hiyo mimba ya kwanza ilitoka au ilizalika vizuri? Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hapo wakati tukiwa ndio kwamba tumepokea hiyo neema kwa mara ya kwanza ya kupata ujauzito wa mtoto, kwamba tulikuwa hatujui kinachoendelea kwa habari ya mambo mazima ya usuleba. Kwa sasa the same hata katika habari hizi unaweza ukawa unasikiliza tu mambo fulani ya usulimani, lakini kwa sababu hujawahi kukaa au kumhisi huyo muasisi wa hiyo imani, hapa namaanisha Mungu mwenyewe. Sasa kwa hiyo kwamba zinaweza zikawa kama vile ni zile stories tunaziita folk tales. I don't know kama niko sawa, kwa sababu vitu vingine bwana hizi lugha zingine zimekuja tu kwa wengine, kwamba basi anyway nisiende huko. Naomba nijikite kwenye haya ambayo nitafakarisha. Kwa hiyo sasa hapa tunaona kwamba Yesu anaendelea kusema kwamba kumbe mpanzi huyo alilipanda neno kwenye hii mstari wa 14. Lakini 15 anasema hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Umeona? Hawa ndio walio kando ya njia lipandwapo neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Naweza ukaona ndugu yangu, sio masihara haya ni vitu ambavyo kwamba ni vya kutafakari kwa kina. Naomba uwe unasoma hii mifano kwa kutafakari kwa kina. Kumbe pia kwamba waliopandwa njiani bwana, yule ndege yule anayekuja kula zile mbegu zilizotupwa njiani, kumbe ni shetani. Kwa hiyo unaweza ukaingia kanisani ukalisikiliza neno, lakini wala lisizai matunda, kwa sababu kumbe kuna ABCD ambazo zinamfanya shetani
awe na access, awe na full access ya kukufikia na kuiba kilichopandwa. Anaendelea tena, anasema kadhalika na hawa ndio wapondwao penye miamba, ambao kwamba wakiisha kulisikia neno mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au dhia kwa ajili ya lile neno mara hujikwaa. Naona sasa haya ni makundi ambayo pengine hata kanisani yapo. Watu wa mihemko, unalisikia neno, semina inakuja, nasema sasa awamu hii nitakuwa hivi hivi na hivi, kumbe umesahau tu. Swala lilikuwa tu dogo tu, ni wewe kuwa na kikao na Roho Mtakatifu, kuingia vilindini, kwamba ni kuwa na ule ushirika na Roho Mtakatifu ambao huo utakupelekea kuingia vilindini. Na kwa sababu utaingia vilindini, maana yake utakuwa ukizaa, kwa sababu zile chemichemi za uzima zitabubujika kutoka ndani yako na kuyaponya mataifa. Sasa the way ambavyo unavyokuwa na kikao na Roho Mtakatifu, the way utakavyokuwa unaboresha ile intimacy love. Umeona? Yani between you and the Holy Spirit, ambayo kwamba inajengeka siku hadi siku. Ndiyo hiyo pia itakupelekea kuzaa matunda, 130, nyingine 60, nyingine 100, kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kuinitiate mambo yote mazuri yahusuyo issue zote za kiufalme na namna ya kumzaria Mungu matunda, na tena kwa usahihi. Kwa vile utakavyokaa ni zaidi ya semina, ni zaidi ya mahubiri utakayoyasikiliza kwingine kokote kwa mtu yote atakayeleta. Lakini ukiwa na ule ushirika na Roho Mtakatifu, lakini na ukiwa unazungumza na Roho Mtakatifu my God, my Lord, nakwambia kwamba kuna vitu ambavyo utavi-experience ambavyo hujawahi kuvipata popote. Ndio maana Yesu akasema nimfananishe na nini mtu mwenye elimu ya ufalme wa mbinguni? Ni kama mtu wa kale mwenye hazina za kale, atoae vitu vya thamani vya kale. Kwamba huwezi ukafananishwa na yeyote kwa sababu una elimu ya ufalme wa mbinguni. Twende kazi. Na hawa ndio wale wapandao penye miiba, na watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno likao halizai. My friend, umehudhuria makongamano mbalimbali juu ya issue za kutafuta pesa utajiri, mafanikio, na vimejaa vingi kwenye YouTube, namna ya kufanikiwa. Yaani wote wanafundisha ni pesa, ni pesa, ni pesa, ni pesa kuitafuta. Na sisemi kwamba fedha hatupaswi kuacha kuitafuta, au pengine no, naomba hapo nisaishe kwamba sisemi kwamba pesa hatutakiwi kuitafuta, rahasha. Ninachomaanisha pesa tutafute, na tena tutafute sana, kwa sababu kuna mahitaji fulani ambayo wakati mwingine yanatatulika kirahisi na fedha. Lakini simaanishi kwamba fedha ndio kila kitu katika utatuzi wa mambo. Unaweza ukawa na fedha chache lakini ukatatua mambo mengi makubwa, na tena ambayo
hata fedha yenyewe ungekuwa nayo yasingetatulika. Lakini kwa sababu tu una fedha chache, lakini pia una Mungu, kwamba hayo mambo yanaweza yakatatulika, tena ukiwa na moyo mweupe safi tu na ukiwa na amani yote hakika. Sasa kwa hiyo sina maana ya fedha tusitafute, lakini hapa unaweza mwenyewe ukajaji, unaweza ukahukumu mwenyewe kulingana na hili neno linavyosema, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali. Kumbe sometime kwamba wealth can deceiving us. Wealth can deceive you. Yani utajiri au kwamba mali zinaweza zikawa na udanganyifu. Sasa how my friend, naomba si ukomenti hapo chini ili kusudi tujue kwamba ni jinsi gani mali inaweza ikawa na udanganyifu. Kwa hiyo sasa, na swala lingine linaingia hapa, na tamaa za mambo mengine zikiingia. Na tamaa za mambo mengine zikiingia. Tamaa ni nini ndugu yangu? Tamaa ni uhitaji wa kitu, uhitaji wa kitu na kuwa tayari kufanya lolote ili ukipate kile kitu. Sasa tamaa hapa inayozungumzia ni ipi? Na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno likawa halizai. Kwa hapa inayozungumzwa ni tamaa gani mpendo? Hebu ngoja tuone kwa Kiingereza. And the cares of this world and the deceitiveness of the riches and the lusts of other things entering in choke the words and it becomes unfruitful. Maona mpendwa? Asa kumbe ile miba sasa, ile miba ile ni shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno likawa halizai. Ezo kashangaa tu na unawaka tamaa ya vitu vya hapa duniani, na we sasa direct unaanza kuona kwamba unahitaji kuwa na nyumba nzuri na vitu kadha wa kadha, lakini usiwajali tena maskini. Unahitaji usiwajali. Mala unachukua rushwa, unakula rushwa, mala unaenda kuua mtu kisa tamaa za nini? Za mali. Lakini lile neno linasemaje? Mala unatamani wanawake, unatamani nyama zao. Naomba niseme tu mengine kwa hekima. Kwa hiyo kwamba sasa kuna vitu vingi ambavyo vinalisonga lile neno kiasi kwamba linashindwa kuzaa matunda, yani halifanyi kazi yake. Ukisoma kitabu cha Yeremia, Mungu anamwambia Yeremia, unaona nini mbele yako? Yeremia akasema, ninaona ufito wa mlozi. Akasema, yes, umeona vyema. Ndivyo mimi pia Mungu ninavyotazama neno langu nipate kulitimiza. Kwa hiyo ili neno lizae matunda linahitaji kufanya kile ambacho hilo neno liko kwacho. Kwa hiyo the way ambavyo neno limesimama ndivyo unapaswa kurishi likiwa kwa sura na namna ile ile. Failure to do that, my friend,
maana yake umesababisha neno lisizae. Kwa hiyo unaweza ukaona na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri. Ni watu walisikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, 130, 160 na 100. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba Yesu amewazungumzia hao watu wanaolisikia neno na kulipokea. Yaani unajua kupokea, yaani maana yake ni sawa na kusema sasa hili nalichukua, nenda kulifanyia kazi. Hao bwana hao huwa wanazaa matunda. Na hao watu hao, naomba nikupe mfano tu mmoja wa watu wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Henry, mwingine alikuwa anaitwa Oswald. Henry amekuwa katika makundi ya kanisani, na Oswald pia amekuwa katika makuzi ya kanisani. Wote wawili walikuwa ni watoto wa baba mmoja na mama mmoja, na wote walihudhuria Sunday school, na wote wakawa wanahudhuria zile church fellowship, Bible studying, Bible knowledge, vitu kadha wa kadha wakawa wanavifanya vyote. Lakini maisha hawa wawili hawa, mmoja akawa Henry, akawa anapendwa sana na kanisa, yani watu wote pale wanampenda Henry, dewe anavyohubiri, dewe anavyoenenda, na hata kanisa likawa limeopti liliopti kumsomesha Henry. Henry alikuwa na muonekano mzuri, lakini pia busara yake na namna ambavyo alivyokuwa anazungumza na watu na namna alivyokuwa na associate na viongozi wa kanisa kadha wa kadha, alikuwa yuko vizuri. Yani in general Henry alikuwa vizuri. Lakini Oswald na yeye pia alikuwa na church boy, lakini uchurch boy wake alikuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Akirudi nyumbani anakaa na tafakari neno la Mungu, anafanya maombi, anazungumza na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamuelekeza, akimpa cha kumuelekeza anaenda anakifanya. Roho Mtakatifu akimwambia funga masaa 12 anafunga. Roho Mtakatifu akimuelekeza nenda kwa fulani kazungumza naye neno la Mungu, anaenda anakaa naye anazungumza naye. Roho Mtakatifu akimwambia sasa nenda kashuhudie, anaenda kushuhudia. Yani pasipo hata kuagizwa na kanisa anaenda. Sasa Oswald akawa na yeye bwana ana watu wachache anaoendana nao kanisani, sio wote, anazungumza na wachache. Sasa wale wachache akizungumza nao, wale wachache wanaona neema kubwa iko ndani ya Oswald, kiasi kwamba hata viongozi wa kanisa wao hawajaweza kubaini ile karama na vipawa vilivyomo ndani ya Oswald. Sasa viongozi wa kanisa wakawa wanawazuia hata wale wachache wanaozungumza na Oswald, wakisema huyo Oswald hapana, huyo Oswald kwanza haieleweki, misimamo yake yani haiendani na mapokeo yetu ya kanisa. Kwa wakawa wanawazuia wale waumini wasije wakadanganywa na Oswald, kwa sababu kile alichokuwa anakifundisha
always kilikuwa ni controversial. Kwa nini? Kwa kanisa, yani kilikuwa kama kinaleta ukakasi fulani hivi. Lakini Henry anafundisha kulingana na mapokeo ya kanisa na namna ambavyo hata mchungaji wake au viongozi wa kanisa ambavyo wanajikita katika mafundisho ya namna moja kwa ajili ya kuwastai watu. Sasa ikawa inakuwa tofauti. Yule Oswald akawa anapigwa vita, lakini Oswald akasimama kwenye msimamo wake wa kufanyia kazi kile ambacho anakisikia kutoka ndani. Sasa akawa na ile uhusiano binafsi na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu anavyozungumza anajua Oswald, na hata akifanya maombi yake na hata akimwimbia Mungu anaimba katika roho, kama sawa sana neno la Mungu linasema chochote mkifanyacho kifanye katika jina la Yesu. Sasa kukifanya kitu katika jina la Yesu, maana yake kwamba huo ni msingi ambao tayari tumekwisha kupewa na Mungu. Maana yake ni msingi uliohakikiwa kwamba huo sasa tuweza kuufuata na kuishi kama msingi unavyotutaka tuishi. Hasa kwa hiyo tufanye kila kitu kwa jina la Yesu. Kwa nini? Tuvipime vitu vyote kwa namna ya Yesu. Je, hichi kitu ni Yesu amekiamuru? Je, hivi ninavyoenenda ni namna ambavyo mapokeo ya watu yameamua niende hivi, au hichi ni kwa namna vile ambavyo Mungu anataka nienende? So maanake inatakiwa uangalie, kwa sababu hapo katika mifano hiyo tumeona kwamba unaweza kuwa umepandwa kwenye njia maskini ya Mungu, alafu shetani anapitia kila kilichopandwa kinaondoka. Umepandwa katika miamba ambapo hakuna udongo mzuri, jua linawaka tu kidogo, udhia kidogo, hauna mizizi, unakauka. Lakini umepandwa katika miiba, unasongwa pale nini, unasongwa, neno linasongwa, unapotea. Changamoto za dunia zinakusonga, tamaa, yani basi tu ndio hivyo. Yani dunia yenyewe, yani kama vile Biblia inavyosema kwamba Mungu hamjaribu mtu, bali mtu hujaribiwa na tamaa zake mwenyewe. Kwa hiyo vitu kadha kadha na udanganyifu wa mali. Sasa unaweza ukapandwa katika sura kama hiyo. Sasa lakini ukipandwa kwenye udongo mzuri ndio hapo. Sasa Oswald bwana na Henry, nirudi kwa Oswald na Henry. Oswald na Henry bwana, ikafikia time Oswald akafa na Henry akafa. Walivyoenda bwana mbinguni, kama tunavyoambiwa kwamba kazi zote zitapimwa kwa moto, ikaanza kupimwa bwana ya Henry. Henry kazi yake zikapimwa kwenye moto. Henry akashangaa kazi zake zinateketea kwa moto. Mbona hakuna chochote? Mi nilienda Dubai kuhubiri, nilienda si wapi Irani kuhubiri, nilienda Nigeria kuhubiri, nikahatarisha maisha yangu kwa Boko Haram, nikaenda Somalia, nikaenda nchi gani, nilipewa tiketi za ndege, nilipelekwa chuo cha theology, nikaenda kusomea theology, nikafanya nini, nikahubiri, nini. Akasema, ndugu yangu, kazi zinapimwa kwa moto. Akaja Henry, kazi yake ikapimwa kwa moto bwana. Henry kazi yake ilivyopimwa kwa moto, akaanza kuona madhahabu yanabaki, vitu vya thamani yanabaki. Henry akashangaa, akasema, Mungu, why this to me? Akaambiwa kwa Henry, kile nilichokuwa nikikuelekeza ndicho ulichokuwa unaenda kukifanya. Nila yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole, mnyenyekevu wa moyo. Haleluya. Kwa hiyo pendwa, niseme tu kwamba hakuna kitu kizuri kama kumtumikia Mungu, wala hata hakuna ugumu wote. Yani wanaokuambia kwamba sasa sijui nini, yani mimi nashangaa, ni mtu anaomba maombi tu, naomba mpaka majasho yanakufumuka.
unaongea na baba yako, halafu yani kwamba yani unaomba kwa namna hiyo, halafu ukiwa unazungumza na baba yako, weka pozi basi, tabasamu na baba yako, zungumza naye safi. Hata barabarani unaweza ukatembea unazungumza naye. Sasa kwa hiyo unatumia na kasome Mathayo sura ya 6, utajua namna ya kuzungumza naye basi. Lakini bwana, yani nakuta kwamba sometime kwamba unaweza ukakuta kwamba okay, anyway nisiongelee huko kwa sababu tunaweza tukaharibu watu wanaosikiliza. Wanasema kwamba usimwage mtama kwenye kuku wengi. Kwa hiyo the same kama mpanzi, sitaki kuwa mpanzi asiyekuwa na busara, lakini nataka kusemaje kwamba inahitaji hekima kubwa sana. Wakati tulionao ni wakati wa mwisho, na Biblia sasa hivi zimekuwa repressed na mitandao ya kijamii. Na mimi ilikuwa tu jana tu nimeenda kuuninstall application ya TikTok kwenye simu yangu, kwa sababu nimetafakari sana, nijihoji kwamba je, naweza kufanya kitu kwenye TikTok kwa ajili ya kufundisha. Lakini kadri nilivyokuwa ninazama, nilikuwa sina hata muda mrefu, ni kama wiki mbili hivi au 3 nimeingia TikTok. Na tena niliingia baada ya kuona mtu mmoja hivi nilikuwa namfuatilia kwenye YouTube, akawa anasema kwamba ana kazi zingine nyingi TikTok. Kwa nikasema kwani TikTok kuna nini huku? Lakini moyo ulikuwa mzito kuingia kwenye TikTok, lakini nikaja kugundua kwamba hata kama ukihubiri kwenye TikTok, yani kwenye watu 1000 watakao kaa chini kusikiliza na kuelewa, ndugu yangu, ni watu kama 2. Kwa kwenye TikTok, ndugu yangu, kila mtu ana haja zake na ana tamaa zake. Wengine wanataka wajitukuze wenyewe, wawe maarufu, na sio Yesu awe maarufu. Na wala plani zao yani si vile ambavyo wanadhani. Yani ndani ya plani kuna plani nyingine ya ibilisi. Kwa nikaona kule hakuna mtu ambaye anaweza akasikiliza kidogo hata kwenye YouTube. Pengine mtu anaweza akawa anafuata taarifa iliyokamilika huko kwenye YouTube, lakini TikTok imekaa mitego kiujanja tu. Kwanza utakutana na vitu vya ajabu. Sio mtandao ambao unaweza nikakushauri uingie, ni bora usalie kwenye Facebook na YouTube, unaweza ukasalia huko. Ila Instagram, TikTok nimetoka, naomba usinitafute huko. Kwa nimetoka kabisa, na wala sidhani kama nitashawishika kurudi huko. No, hapana, siwezi nikarudi huko, kwa sababu nimekaa chini, nimetafakari, nikaona kwamba hata ule muda wa kusoma Biblia naanza kuona, yani ni kama vile naanza kuwa mlaibu. Yani fikiria kwa wiki hizo 3, kuna mtu mwingine ana miaka ana mwaka zaidi ya 1, niseme tu hivyo, kwenye TikTok. Akili yake iko kule. Yani hata muda wa kulala anapotea kabisa. Yani kitu kidogo, niingie TikTok. Niingie nini? Kasema karagabao. Kwa vitu vya ajabu unaweza ukaona kwamba, kwa hiyo kwamba kiwango cha watu ambao sasa hivi niseme tunao ambao wamepandwa katika miiba, na waliopandwa katika njia, na waliopandwa katika miamba, hao tunao wengi mno. Miamba, njiani, kwenye miiba ni watu wengi kuliko waliopandwa kwenye udongo mzuri. Sasa wasiwasi wangu ni huu hapa. Kama sote tunaamini kuna unyakuo, mpendwa, kuna wakati unyakuo utatokea alafu usijue kama umetokea. Kwa ndugu yangu, mimi nikusihi tu katika jina la Bwana, ninaomba ukiweza kupunguza mitandao ya kijamii, ninaomba upunguze, na hasa TikTok. Sikushauri kwenda huko.
sikushauri kwenda huko, sikushauri kwenda huko. Kuna mitandao mingi ambayo mnaweza mkakutana mkawa mnashare habari na vitu kadha wa kadha kuliko TikTok.